upande wa EPL mimi nataka tuzungumzie kabisa kinara wa ligi sasa hivi Arsenal. Arsenal kwa misimu hii minne ni kama mara 3 hivi Christmas ikifika inamkuta iko kileleni. Lakini baada tu ya Christmas ama baada ya kupinduka kuna kajini mkatakamba anaingia pale afu mambo yanakuwa sivyo ndivyo. Even kwako wewe. Kwa nini? Kwa sababu imekuwa ni mfululizo msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu na sasa hivi umeingia wa 4. So, kwa nini mpaka Christmas kupinduka Arsenal lazima asheki kidogo? Kwanza wamemtunga jina na muita always the groom, always the groom never the bride. Yaani siku zote ni kama vile anasherehekea tu harusi za wenzake lakini yeye hajawahi kuolewa. Ni sifa mbaya kwa timu ambayo inacheza mpira wa hali ya juu kama Arsenal. Kuenda misimu 4 mfululizo anaongoza mpaka Christmas. Na yeye ndo ameharibu hii. Sababu kabla yake kulikuwa timu zote zinazoongoza after Christmas zinaenda lakini yeye ndo amekuja kuleta ile trend kwamba unaweza kaongoza na bado usichukue. Kwa rekodi tena imekuwa mtu ambaye anaongoza sasa hivi inabidi achukue ile avunje rekodi ya Arsenal. Kwa changamoto mimi naiona kwanza ilikuwa ni Arsenal walikuwa hawana plan B, walikuwa hawana squad yao ina depth kubwa. Umeona, lakini pia walikuwa hawana wachezaji wenye leaders mentality, wachezaji viongozi. Lakini kwa msimu huu mimi uzuri mitandao hii haidangani. Mimi kwa msimu huu si shabiki wa Arsenal lakini naona Arsenal msimu huu anaenda kubeba ubingwa. Kwanza kwa sababu kuu moja wameadd Declan Rice. Declan Rice ameanza kuwa captain akiwa mdogo sana. Toka yuko West Ham. Umeona. Kwa wanajaji viongozi wana Gabriel wa raia Brazil ambaye ni kiongozi uwanjani. Lakini pia timu zinazopambana na Arsenal kwenye ubingwa zipo kwenye kiwango bora lakini bado ni mchepe. Man City sio yule Man City Guardiola akiwa anakufukuzia Januari anakuwa hana mchekesho. Mtu anakula 4 anakula 5 lakini Guardiola wa msimu huu ama Man City msimu huu hana consistent ile. Umeona. Kwa hiyo inampa nafasi bado Arsenal wa kuweza kuvunja rekodi yake mwenyewe ya kuongoza Christmas na kuchukua Premier League. Kwa msimu huu mimi nataka nimuone Arsenal atafanyaje kwa sababu anacho kikosi, anao viongozi, lakini pia anayo sababu ya kushinda Premier League kwa sababu wapinzani wake wengi. Imagine timu kama Manchester United inashiriki inashika namba 6 kwenye msimamo wa Premier League. Hii inakuonyesha wazi kwamba msimu huu timu nyingi zinasuasua. Kwa hiyo ni nafasi kwa Arsenal kaza buti na kuchukua ubingwa. Mimi naona hii nafasi yao wasipochukua sasa hivi ule msemo kwamba wewe utaendelea kuwa mchekeshaji kwenye harusi za watu na hutaolewa, utaendelea kuwashikilia Arsenal mpaka mwisho. Yaani Arsenal wasipochukua ubingwa maana yake hata Man U anaweza akachukua ubingwa. Chelsea anaweza kuchukua. Yaani kama Arsenal hawezi kuchukua ubingwa, sasa nani asichukue msimu huu? Kwa nadhani Arsenal wasipochukua ubingwa msimu huu tutaiona Arsenal mbovu zaidi kwenye misimu inayokuja kwa sababu wachezaji wengi wataondoka. Wataona tayari tushafeli kwenye project na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani huu ni msimu ambao inabidi tu wabebe. Yaani imeandikwa tu inabidi tu wabebe. Wameshafanya kila kitu sahihi lakini wakakosa. Wameshafanya mpaka mwishoni wakashindwa kumalizia mkia. Unajua? Lakini msimu huu mimi ni msimu ambao inabidi tu wabebe. Unajua kuna ile miungu ya football. Unajua inakuangukia, kuna muda ilimwangukia Messi, kuna muda inamwangukia hivi. Sasa hivi inabidi tu imwangukie Arsenal kwamba wewe inabidi tu ubebe ubingwa. Bwana, tukimalizia hapo kabla ya kufunga ligi ya EPL imechachamaa. Wapo ambao wanakuja, wapo ambao tayari wameshakata tamaa. Unaona kabisa kwamba ni kama hataki kupambana tena. Si unajua? So kwa wale ambao wako vizuri, wale ambao hataki kupambana kina nani au Ozi. Yaani kwa leo mtu unamwona kabisa huyu mbona ni kama yani hata ile hatua mbona kama hataki vile. Of course. So kwa upande wa soka beti leo tunataka tuwape tu maokoto, tunataka tuendelee kuwapa nafasi kutabiri mechi ambazo zinakuja au ambazo zitapigwa hivi karibuni. Kwa mtu ambaye alikuwa hafahamu kwamba soka beti tuna option nyingi sana na kuna option hii nzuri ambayo ina odds kubwa ambayo wewe haikupi pressure kabisa. Ni option outright. Unachagua tu je, ni nani ambaye anaweza kuwa bingwa wa michuano husika ama ni mchezaji gani ambaye anaweza kushinda ama anaweza kuwa top scorer, anaweza kuwa golikipa mzuri, anaweza kuwa whatever. Kuna option nyingi sana kwenye outlight. Sasa upande wa EPL
Mimi nataka mwape pesa leo watazamaji. Je, mbio za ubingwa zina mwangukia nani? Ukiangalia mshindi wa pili na watatu ni kama wanaendana vile, wanakimbizana. Mshindi wa tatu wanazidiana pointi 6 na mshindi wa kwanza ama nafasi ya kwanza kwa sasa hivi ambaye ni Aston Villa na Arsenal. So mbio za ubingwa zikoje kwa EPL? Kwanza kwa faida ya mtazamaji, namna ya kulipata ile soko la out, bwana nalibeti yake. Ukiingia kwenye application yako ya SokaBet ama ukiingia www.sokabet.co.tz, pale juu utaona kuna sehemu imeandikwa top leagues. Ukibonyeza ligi yote unayotaka, either ni Africa Cup of Nations, AFCON, ni Premier League, ni nini, ukibonyeza ikiletokea mechi, lakini kwa pembeni pale utaona kuna neno limeandikwa outright. Ukibonyeza neno outright, sasa pale zitakuja masoko mbalimbali. Kwenye outright pale unapata bingwa wa ligi, unapata nani atakuwa pili, wa tatu, wa nne, unapata top scorer, unapata masoko mengi sana. Sasa kwa mujibu wa swali lako, nani anaweza akachukua bingwa? Mimi karata yangu ipo kwa watu wa London bwana, Arsenal the Gunners. Mimi nawapa chapuo, wanaweza kuchukua bingwa. Lakini pia soko lingine ambalo ni hela kabisa, ukiulizwa top scorer au kama unataka hela yako ujidabu, kwenye top scorer wa Premier League ni Erling Braut, goal machine Haaland. Ile pesa yako ukiweka hapo ni uhakika, hata kama Man City akiwa na mchezo mbaya ama mbovu, unakuwa kuna sababu ama unakuwa unapata wasiwasi kwamba huyu goli atapata tu. Kwa mimi mpaka sasa hivi amewazidi watu karibia goli 8 au 9 10. Ni hela bure kwelikweli, ni hela bure kwelikweli. Kwa bado una nafasi ya kuweka, na masoko haya outright ndio yale masoko ambayo unapata nafasi ya kushinda hela yako kwa urahisi, kwa sababu na sio kwamba kwa ligi moja. Unaweza kwenda Ligue 1 ukasema PSG atachukua ubingwa, unaweza kwenda La Liga kwenye mkeka huo mmoja ukasema labda Real Madrid atachukua ubingwa, ukaenda Turkey Super League ukasema labda Galatasaray ama Fenerbahce. Unaweza ukahama kwenda kwenye kikapu NBA ukasema labda ni OKC ama ni Boston. Ni wewe tu. Oddlight inakupa odds nyingi, right? Inakupa odds nyingi na ni odds ambazo ni nyeupe au ni odi nyeupe, yani kama unajua huyu kama sio huyu atachukua. Kwa hiyo wewe ni wewe tu sasa mdau wa kubashiri, au kae utulie upitie ligi mbalimbali bwana, uone bwana huko Azerbaijan huko Karabakh. Wewe pale Uingereza wewe unaenda na nani? Mimi Uingereza naenda na Arsenal the Gunners. La Liga naenda na Barcelona. La Liga Ligue 1 naenda na Paris Saint-Germain. Lenzi wa moto, lakini nitaenda na Paris. Sahihi. Serie A mimi nitaenda na Inter Milan. International Milan. Sahihi. Hizo ni odds mchele, kwa sababu anachukiwaza huyu na mimi anachukiwaza hicho kwamba huku EPL nitampa Arsenal, of course, La Liga nitampa Barcelona. Labda La Liga kidogo naweza nikasema nita nini, ila La Liga ni Barcelona. Top scorer La Liga nitamweka Kylian Mbappe. Ligue 1 PSG. Najua wengi wanajitahidi, lakini baadaye PSG hakuja kuchukua moja kwa moja. Serie A tena na Inter Milan. Anafahamu vizuri sana. Kwa ni uzifani mchele kama mnasema. So, bana mdau wa SokaBet, umewasikiliza vizuri sana wadau hapa ambao wameweza kukuchambulia vizuri, wameweza kukupa mawazo yao kuhusiana na kitu chochote ambacho tumekizungumzia hii leo. Mimi sina la ziada, labda kama Ivan na ziada. Mimi nakumbusha tu usiziache mchele, kwa sababu ukibeti kwa jumla shilingi 20,000 kwa wiki. Yaani sio lazima ubetie 20,000. Kwa wiki unaweza kuweka mkeka 1,000 leo, 2,000, 3,000, lakini kama ndani ya wiki moja unabeti kwa jumla shilingi 20,000 na kuendelea. Sisi kila Jumatatu na Ijumaa SokaBet unapata free bet ya kuanzia 1,000 mpaka 20,000 na kuendelea, inategemea umebashirije mdau. Karibu sana, endelea kubashiria SokaBet. Mdau wangu mkanani, mpe chochote mdau anayekutazama sasa hivi. Mimi cha kuendelea bwana, top scorer wa EPL usisahau kumpa Erling Braut Haaland. Top scorer wa La Liga Kylian Mbappe. Au top scorer wa ligi nyingine achana nao, watachania mkeka. Hapo tunaambiwa unachagua watu wachache alafu unatia hizo sure odds. Top scorer wa La Liga na wa EPL. Utachagua mwenyewe hapo. Odds ya mchele ama stake ya mchele. Of course utachagua mwenyewe. Bwana, mimi sina la ziada, mengi yamezungumzwa hapa, na nikwambie tu endelea kufuatilia kupitia website zetu, lakini pia kupitia mitandao yetu ya SokaBet, ambapo Instagram tunapatikana kama @SokaBetAfrica, TikTok tunapatikana kama SokaBet Tanzania, na Facebook SokaBet Tanzania. Mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia zaidi kupitia peji zetu. Bye bye.
Sokabet, amua ushindi wako.